mbele ya bunge. Kama Ruto anaamini matamshi ambayo ametoa leo Nyahururu, tukiwa hapa Embakasi South leo na Nairobi, tunasema kama tutasikia Jumanne, kwa sababu vijana wa Gen Z wamesema bado wataandamana kiteknolojia. Hawa vijana wanaandamana kiteknolojia. Tukisikia bado wanauawa, ataonyesha baada ya nazidi na ule uongo ambao sasa hivi wamejulikana Kenya Kwanza. Watu waongo mtupu, wanasema maneno ili waepuke mambo fulani fulani, lakini kwa roho zao hawayaamini. Imefika wakati tujue kwamba Kenya ni ya kila mmoja wetu. Kijana Leslie, kijana mkuu wa sheria, kama anakuwa abducted, ni nani sasa kijana ambao ako huru? Alikuwa na Mheshimiwa Mark Mwenje. Kwa tunasema huyo kijana kabla ya leo saa 12, sasa ni saa 10 na kitu, tujue yako wapi. Pamoja na wengine madaktari wamejitolea kusema wale vijana ambao wameumia watawapa matibabu. They are even abducting qualified doctors ambao wako tayari kusaidia vijana. Sasa vijana wanatia gani? Nyinyi muogopa nini? Yale ambao umeyafanya ndio wanafanya nyinyi muogope. Hatia vijana wako nao ni moja. Wamesema wakati umefika nchi hii itawaliwe kulingana na sheria. Katiba ya 2010 alianzisha Mheshimiwa Kibaki na sisi wenzake, ambayo imeleta uhuru wa kuabudu kama vile tulivyo hapa. Imeleta uhuru wa mafikira, uhuru wa kuandamana pasipo fujo. Kama una silaha unaandamana. Hawa vijana wameonyesha wazi kwamba maandamano sio kwamba upigane na mwenzako. Kwa nini basi wanauawa? Dunia nzima inaangazia kile ambacho kinaendelea Kenya hii. Wakati dunia ikiangazia hiyo, sisi wenyewe tujikakamue, tuwe wajasiri. Tumeimba wimbo ujasiri. Tuwe wajasiri. Vijana wetu wameonyesha ujasiri wa hali ya juu. Wamesema wao hawatadhulumiwa vile wa Kenya tayari wamevumilia maajabu. Wanasema bei ya mkate, finance bill. Sisi tumetoa msimamo kama Azimio, na wabunge wa Azimio pamoja na wengine hata wa Kenya Kwanza wapatao 115 walikatalia mbali mswada huo. Sasa Jumanne wanarudisha kufanya komiti. Sisi tunauliza, komiti ya kufanya nini Mheshimiwa Mark Mwenje? Komiti ya kufanya nini? Wekeni mawazo yenu pamoja. Mkiona ni upumbavu mtupu, pole, tuko kanisani. Mkiona ni upumbavu, mkatae. Lakini kwa sasa hawa vijana ni wale Kibaki alisema free primary education. Hawa ni vile vijana wakati wa kuajiriwa polisi, jeshi, wanaenda wanakimbizwa kilomita 1 bila kuwa na hata t-shirt. Wanakuja wanafaambiwa wewe meno yako ni mbaya pasipo sababu, kumbe wameandikiwa Ikulu wale ambao wanatakikana. Na vijana wanakimbizwa huku, wazazi wengine wanaambiwa toa 700,000. Vijana wanakataa. Yaani kama una shilingi 700,000 huwezi kuajiriwa kwa jeshi la Kenya hii. Huwezi kuajiriwa kwa jeshi la polisi. Huwezi hata kwa magereza. Huwezi hata kwa NYS. Hawa ndio vijana Kibaki na sisi tulielimisha, na wakasema tumechoka. Serikali ambayo inazingatia peke yake ulaghai, ulafi, ufisadi wa hali ya juu. Vijana wanasema
hata kama mnatuibia pesa zetu, tafadhali musije mkatuonyesha, msituonyeshe vile mmetuibia. Mjumbe anatoa shilingi milioni 20, hata anasema hiyo ni pocket change. Na huku tulisema hata harambee zingine ni kinyume na makusudio wa Kenya on good governance. Kanisa tunaomba, and I want to congratulate the Roman Catholic Church, because a Catholic bishop stood with wananchi hata kabla ya vijana, wakasema high taxes zinaleta gharama kubwa, wakatoa msimamo pamoja. I want to challenge the Pentecostal movement, because this is where the issue is. Askofu Musili na wenzako, wewe tunajua ulisimama wima. Ni lazima sasa muanze kupekua ni pesa aina gani mnaletewa mbele ya madhabahu. Hello church, mnanisikia? Muanze kupekua any public officer ambaye mshahara wake wajulikana, MCA, mjumbe, president mwenyewe, deputy president, kila wiki matema 2 million 3 million. Lazima sasa waanze kuulizwa hizi pesa, na mnaleta bajeti ya kuumiza mwananchi, na nyinyi mnaishi kiufalme. Ni nchi gani? This is a nation under God. This is a nation which should have equality under the law. Na vijana wamesoma yote. Ajabu, vijana wako na simu ya kila mjumbe. Chukueni hata ya MCA, chukueni, kila mtu aulizwe maswali. They must be accountable. They must be accountable to the Kenyan people. Transparency in church, transparency kwa kanisa, transparency kwa bunge. Waheshimiwa, mkikutana on Tuesday, be very tactical. The wind of change is here. Shida kama hii ilitokea, kijana akajiwekelea mafuta taa nchi ya Tunisia, akajiweka kibiriti, akachomeka kwa sababu hakuwa na nafasi ya kupata kazi. Na kutokana na kifo cha huyo kijana, Tunisia na ile ambayo julikana kama Arab Spring ikatokea. Kenyan Spring could be here. Kuua Rex na Evans, kuwaua na bunduki ya polisi, the same police, and we have said bunge ambaye anasimamia Nairobi hii, bunge ambaye karibu wawe Raila na tuwe. Mimi mwenyewe ningepigwa karibu muawa Mathare, na tear gas canister ambayo imeua kijana Evans ilinipita kwangu by inches. Mheshimiwa Kome, Inspector General, tumempa notice ajiondoe kivilivyo, badala ya kuharibu wakati kusema wanapeleka watu Haiti. We have made it very clear, we are not beating about the bush. Law Society of Kenya wametoa msimamo, International Commission of Jurists wametoa msimamo, African Union wametoa msimamo mkali. We want to hear our development partners take a stand, whether they have always been preaching good governance, whether they believe it or not, or they have changed. Tunataka tuone, because we want to hear. This country is not at peace. And this country, vijana amesema, until there is proper governance, hatutakubali wizi wa wazi. And I said, unaiba unatutapikia. Nilimwambia Deputy Governor Gachagua tu wakati Ruiru on Friday, baba yao tulikuwa na yeye, nikasema sisi kama Azimio hatuoni haja ya wakitaka kumpichi Gachagua kwa sababu wamekosana huko kivyao kiuda, sisi hatutakubali. Lakini nikasema Kenyans will impeach you, both wewe na Ruto. The process of impeachment has started na Gen Z. Mnaweza mkasema mko na numbers in parliament. What numbers? What numbers? What numbers do you have in the National Assembly? Read article number 1 of Constitution 2010, ambayo inasema
mamlaka yote ya kujitawala Kenya hii yako mikononi mwa wananchi wa Kenya. Article number 1. Wananchi na vijana wa Gen Z wameanza kuchukua mamlaka, and in the process of impeaching you, impeaching the presidency, impeaching MPs ambao wanaenda kuongwa. We even had incredible stories kwamba analipwa pesa ndio waende wakapige yes. So this is a different country, and we thank God for giving us that wisdom. Watoto wenyewe, lakini kama wazazi, their uncles, their aunties and everybody, we are saying mukimuua mwingine, already Rex and Evans, we will not die in vain. We will not die in vain. Kwa hivyo sasa mimi naomba tu nikaribishie mwenza. Tukimaliza, we actually thought it was ordination, kumbe ni we will also come. I want to say this congregation of Pipeline, every congregation in Pipeline, we honor you. Indeed, you don't even wait for me to become anything you are praying for me to become. Nitarudi tujenge. We have seen a beautiful thing. Tutarudi. Nitambue kabla ya kumwita Eugene, Mheshimiwa Eugene, yule mama anaitwa Rehab Lambuki ni executive member wa National Executive Council ya Wiper. Mama majitolea zaidi kwa mambo haya yote. But remember Kenyans, this is the time now.